Mtu anaelewa kile anafundisha? Huyo mtu namuonanga kwa ndoto ndiye mtu huyo. Jinsi unavyojiona kwa ndoto ndivyo ulivyo. Si wengine wanajionanga anatembea na ako uchi, hana nguo. Hivyo ndivyo ulivyo. Mwambie mwenzako itika. Wajua sasa ile ngani basta. Siwezi itika hiyo, lakini ni kweli. Wengine wanajiona uko na nyumba ya mawe, lakini ukiota ndoto unaona uko kwa nyumba ya matope. Hata mwingine nakuchungulia na dirisha hivi. Hivyo ndivyo ulivyo tu. Maisha yako iko na mianya tu, maroho yanakuchungulia hivi. Wengine wanaota ndoto wakiwa wanaoga na wanaoga nje na ni asubuhi. Mwambie mwenzako pastor akusema. Hivyo ndivyo ulivyo. Sasa ukishajiona kwamba wewe ni kipofu, mami sikudanganya, ukishajiona wewe ni kipofu kwa ndoto, chochote unachofanya una fail. Chochote. Ukishajiona wewe uko class 7 na ulimaliza college kitambo, hivyo ndivyo ulivyo katika maisha. Wenzako wengine wanajenga majumba ya kukodisha, wewe hata yako ya room 2 ya kuishi hauna. Wenzako wanajenga majumba ya kukodisha mijini, wewe mashambani, nyumba yako hauna. Ilifikia hapa Linton, hapa tu, iko hapo tu. Na unaotanga ukiwa uko na kinyasa ya primary na uko na miaka 52 na mnacheza zile michezo ya watoto wa shule hiyo. Ukiamuka umechoka huyo ni mama. Bwanake pia aliota ndoto akiwa anacheza zile michezo, zile mpira ile ya polythene ile ya nguo, na anajiona mwenyewe ako na madevu na anacheza na watoto. Inamaanisha hiyo maisha unayoishi, wale wanaostahili kuishi hayo maisha ni vijana wadogo katika maisha. Ni mtu wa 23 ndiye anastahili kuishi maisha hayo unayoishi. Wewe mwenyewe uko 37. So unajiona wewe ni mtu, lakini wale ambao level of your life inafanana na yao ni watu wadogo. Uko na gari lako ni sawa na yule ambaye uko 47.